Nida Pipo tena anayeunguruma kwenye mikrofoni. Ni katika mwendelezo wetu mtamu wa Agano la Tatu, tukiwa tumefika sehemu ya 7. Karibu tuendelee kupata udambu. Je, nini kilitokea katika sehemu iliyopita ambayo mtoto Ziudraga alikuwa amekamatwa na kuwekwa selo? Wakati mama yake akiwa amepewa taarifa kijijini kwamba aje mjini kutatua tatizo la mwanae. Kwenye kila jambo lolote lina mwanzo na mwisho, lakini kila mtu huianza safari ya hatima yake yeye mwenyewe pale anapozaliwa. Fumbo la maisha huanza pale unapotaka kuitafuta kesho yako iliyo bora. Kwa maana kila tai anayeruka juu ana mwindaji asiyejulikana. Waswahili walijibatiza Uswahili unaoaminika kuwa ni uchawi mweusi. Tunaanzia tulipoishia, wakati Ziudraga akiwa mikononi mwa dola. Watu muhimu hupewa mamlaka na dola ili tu kuhakikisha usalama wa wengine unakuwa salama. Ndo maana huwa kuna doria kuhakikisha usalama wa watu unakuwepo, watu na mali zao, watu na familia zao, watu pamoja na mizigo yao. Naam, kila nchi ina jukumu la kuandaa siafu watakaoitanda nchi nzima kuhakikisha asiyehenya hanyi. Hata kama tai wapo kwenye banda, lakini haruhusiwi kunguru yoyote kuwagusa. Tai sio broiler, popote alipo kuna ishara ya maono. Hivyo iwe mvua au jua, hata kwa kuziharifu amri za ukoo, lakini sheria za nchi lazima zifuatwe. Mtoto mdogo kutembea usiku ni kama shomoro. Tai wanapogundua popote, watakutafuna na kukupepeta kama ngano. Ni kosa kisheria kutembea usiku pasi na sababu, kwa maana sheria za kutembea usiku hutegemea eneo na nchi husika. Huwezi kunielewa kama huhudhurii vikao vya wahenga. Katika miji mingi na maeneo mengi ya mijini kuna sheria za usalama ambazo watu wanatakiwa kuzifuata ili kuhakikisha usalama wao na wa wengine. Katika baadhi ya maeneo kuna marufuku ya kutembea nje usiku kwa muda usioeleweka, yani kwa usiku ulionenepa sana, hasa kwa watoto na vijana. Katika nchi ya Shankimbuluzu, ambayo ndipo kuna kijiji cha Shakahola, sheria hiyo huwa ipo. Sheria zinakataza watu kutembea usiku wa matisa, hasa kuanzia saa 8 na kuendelea kwa wale wanaotembea kwa miguu. Kanuni za dunia zinanena, wanaojua sana wakati mwingine huwa hawaishi sana. Mtu hatari na wa kuogopwa na kuheshimiwa ni yule anayezijua hatua za kivuli chako. Mwogope sana mtu anayezijua hatua za kivuli chako, hasa nyakati za usiku. Mdudu anayekula gogo bichi kisha kuingia ndani huharibu gogo na kulifanya linyoke, kisha kuja kuwa kuni, na baadaye kuni hiyo huchomwa pamoja na dudu kwa ndani. Maana yangu ni kwamba ukijua sana mwishoni kitakulamba. Mtu awaye yoyote anapaswa kujua kwa faida yake yeye mwenyewe. Usiku mweusi una siri nyingi kuliko ule usiku wa mbaramwezi, na mwenye siri zako akilewa, unaumia ni wewe. Lala usiku, uache usiku ujitambulishe wenyewe. Kwenye elimu ya nyota na elimu ya ardhi pekee, usiku ndio umebeba siri za ulimwengu. Hapo mwanzo niliwahi kuambia usiku na ardhi ndivyo vyenye siri nyingi za ulimwengu. Usiku kichachuka, mji huwa haulaliki popote. Ni muhimu kufuata miongozo na tahadhari za usalama ili kuepuka matatizo. Ni vyema kuwa mwangalifu na kuepuka maeneo hatari yasiyo na mwanga wa kutosha usiku. Hayo yote yalikuwa ni maelezo
ambayo mkuu wa kituo cha polisi alikuwa akiwaelekeza vijana pale nje ambapo walikuwa wakisubiri wazazi wao au wadhamini wao. Punde si punde mama Zudraga alifika kituo cha polisi akiwa na uchungu wa mwanae. Upendo wa mama kwa mtoto ni zaidi ya maziwa anayonyonya. Mama Zudraga, machozi akimbubujika, alimkumbatia mwanae. Baada ya hapo mama Zudraga pamoja na mkuu wa kituo waliingia ofisini. Hatukujua kiliongeleka nini, lakini mama alitoka na mtoto moja kwa moja mpaka shuleni akamkabidhi kwa walimu wake. Baada ya hapo mama alianza safari ya kurudi kijijini akiwa na matumaini tele pamoja na furaha ya kuweza kumpata mwanae na kuhakikisha amemkabidhi shule. Je, nini kilifuata baada ya Zudraga kufika shule? Nini kitaendelea katika masomo yake? Ungana nami tena. Da People TZ, napatikana kwenye namba ya Airtel 0789 400 Halotel 0613 000 700. Kama una simulizi, hadithi, voice over, makala au diary, nitafute tufanye kazi.